Kwa hiyo tofauti na kusubiri benki ifilisike tuje kuwalipa, imeonekana ni vizuri tuhakikishe kwamba tunatumia pesa zile ambazo tunakusanya kutoka kwenye mabenki kuweza kuisupport benki ili inapowezekana tuepushe uwezekano wa benki kuingia katika ufilisi. Na ikizingatiwa kwamba bodi ya bima ya amana lengo lake hasa ni wateja wadogo wadogo mabenki ambao hawana financial literacy ambayo labda wataalamu wangu mnayo. Hivyo kwa sasa tunafanya ufilisi wa benki 7 na benki hizo tumeweza kuwalipa wale wateja hiyo kiwango cha 1.5 up to 1.5 ambayo ilikuwa ndo current rate ya wakati huo, na tunaendelea pia na kulipa liquidation dividends ambazo tumezicollect. Kwa benki ya FBME ambayo ilikuwa na matawi ilikuwa na operation nje ya Tanzania kwa maana ya Cyprus, tumeweza kulipa liquidation dividend ya up to 85%. Nipata nafasi ya kushiriki kikao kilichoandaliwa na NBA pamoja na BOT kwa ajili ya wakaguzi, na lengo kubwa la katika mkutano huu, hakika nimepata nafasi ya kukutana na bodi ya bima ya amana ambayo dhima yao kubwa ni kuchangia katika kujenga uimara, uadilifu na imani kwa jamii, mfumo wa fedha na kutoa kinga au bima kwa amana stahiki. Chombo hiki kinaleta uimara na ustahimilivu kwenye taasisi za pesa, kwa sababu kinatupa uhakika kwamba tukiweka pesa zetu benki hazitapotea hata kama benki itaingia kwenye changamoto yoyote ile, kwa sababu kuna mtu tayari alisimama pembeni yetu kuhakikisha kwamba tutapata ile pesa ambayo tuliweka benki. Mpango huu utachangia kuchochea swala zima la uchumi na kuwafanya wananchi sasa kuziamini benki na kuweka amana zao ndani ya benki hizo ili kuchochea uchumi wetu na kuacha kuziweka amana zetu majumbani ambapo majanga mbalimbali huweza kuzipoteza zile amana zetu. Hivyo wananchi ni muhimu sasa kuona umuhimu wa kuweka fedha zao benki. Kwa hiyo tupo hapa kutoa elimu kama sehemu ya wajibu wetu wa kutoa elimu kwa umma. Na bodi ya bima ya amana inao mkakati wa kutoa elimu kwa umma kwa sababu watu wetu wanahitaji kupata elimu kuhusu masuala ya fedha, ambapo ni jambo la muhimu sana wananchi kufahamu katika mkakati wetu wa kiuchumi wa kitaifa ambao tunao Vision 2050 ambao unataka tufikie kiwango cha uchumi wakati wa ngazi ya juu. Kwa hiyo watu wetu kupata elimu ya fedha ni jambo la muhimu kwa sababu watu wanapopata uhakika wa kwamba wakiweka pesa zao katika mabenki, pesa zao zipo salama, wanaweza kuweka pesa zao katika mabenki pasipo wasiwasi wowote. Hali hiyo itachangia uwezekano wa upatikanaji wa mitaji ambayo itatumika katika kuchochea shughuli mbalimbali za uchumi katika nchi yetu ya Tanzania, na hakika tutaweza kufikia malengo na makusudi ya kitaifa ya Vision 2050.